Sasa tumeona rais wa nchi na Raila Odinga wamekubaliana kupeleka Kenya mbele. Na mimi nataka kushukuru, tuwapongeze wao kwa sababu leo hii wamekata shauri kwamba Kenya lazima iende mbele. Tuwapigie makofi. Kuna viongozi wengine huwezi kufanya kazi na wao hata ukitaka. Kazi asubuhi ni ukabila. Akilala ukabila. Akiamuka ukabila. Mimi nataka kuuliza watu ya Kamagut, shetani ashindwe ama asishindwe? Rais amefanya kuunganisha wa Kenya. Kuna mtetezi mmoja ukabila katika sehemu hii. Sisi tunamwambia ni vizuri tuunge wao viongozi ili wafanye kazi ya taifa. Kazi haiwezi kufanywa kama mtu unajali jamii yako. Hawa watoto wamefanya mtihani. Hakuna jamii ya Kalenjin amefanya mtihani, ni watoto wa Kenya wamefanya mtihani. Kwa hivyo nashukuru na naomba watu ya kanisa, bishops, kwamba vile watu wanakemea mambo ya corruption, pia mjitokeze wasiwasi kukomea watu ambao wanafanya ukabila. Eti mtu anakuwa naibu wa rais, akiamuka anasema mteremko hii, mulima hii, miti hii. Hata miti ile iko chini inastahili kuishi Kenya. Hata watu ambaye hawana representation wanastahili kuishi Kenya. Sisi tunaambia rais na Raila Odinga, nyinyi ni viongozi, na hiyo maisha ambayo mmetuonesha sisi kama wa Kenya tutafuata ili Kenya iweze kwenda mbele, si kwa sababu ya chama hii ama ile nyingine, ni kwa sababu mnataka Kenya iweze kuwa pamoja na wananchi tushapikie kwamba yale leo wamefanya KICC sisi tunaunga mkono. Baba akilia sisi wote tunalia. Baba akicheka sisi wote tunacheka. Baba akiteleza sisi wote tumeteleza. Yule anakaa na baba ndiye baba yetu. Na leo tunamshukuru rais wa Jamhuri ya Kenya. Ameketi na baba, na sisi kama wanachungwa tunampatia 100% support kwamba tutatembea na yeye vile amekubali kukaa na baba yetu. Anybody who will obstruct Mheshimiwa Ruto ajue jeshi lake limejaa. Wanachungwa tutakaa nyuma yake, na yule atazuia sisi tutapita na yeye, inji isonge mbele. We must appreciate kwamba si rahisi mtu kukubali opponent wake aketi karibu na yeye. Hiyo roho tumeipata kwa mtoto wa Kamagut peke yake, Mheshimiwa William Samoei Ruto. We thank you. We will work with you. We will walk with you. God bless you all. God bless Kenya. Yale imefanyika pale Nairobi siku ya leo, kaunti ya Uasin Gishu, mahali president anatoka, sisi tunaunga mkono 100%. Namalizia hapo na kusema mimi naitwa Mheshimiwa Kapkea, Deputy Governor wa hapa Uasin Gishu County. Na tunashukuru sana Safaru Kibet na National Government. Sisi kama Uasin Gishu tumepata goodwill sana kutoka serikali ya national. Mingi tunasapotiwa. Tuko na soko kubwa inaendelea pale town yetu kwa sababu ya county na national. Na ya mwisho tuko na affordable housing mingi inaendelea hapa Uasin Gishu County. Tunaomba tu wakaaji wetu musikie yale tunawaambia, muteke advantage ya affordable housing, muingie kwa ile registration ya SHA na mambo itasonga mbele. Kwa sababu rais wetu sio binafsi, yeye akaamua hata shughulika na wale ambao wanapiga kelele ya kutaka kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila na kijamii. Anataka kuunganisha nchi hii yetu yote pamoja ili Kenya isonge pamoja mbele. Kila Mkenya apate haki ya kimaendeleo, kila Mkenya apate haki na nafasi ya kufanya biashara, kila Mkenya apate nafasi ya kuishi bila kusumbuliwa na kudhulumiwa. Ameungana pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga kwa hiyo safari ya kuunganisha Wakenya. Na nyinyi watu wa Kamagut, hebu tuone kwa ishara ya mkono, mnaunga rais mkono kwa ajili ya safari hiyo. Tuendelee kuungana pamoja.
Hata sisi kule magharibi kule tumetoka pamoja na hao waheshimiwa wenzangu. Tumekaa chini na wananchi na wametuambia safari ambayo wanataka Kenya itembee ni safari ya kutuunganisha sisi pamoja, na hiyo ndio safari ambayo rais ameianza na lazima tumuunge mkono. Na pia niwaambie, wakati mwingine huwa tuwasema adui ama hasidi hana sababu. Kuna wale ambao watakuja na porojo na propaganda nyingi ya kutaka kumchukia rais wetu. Sisi kama wale ambao tunadhamini ile kazi tunafanya, ni sharti tuhakikishe tunamuhimiza, tunampatia nguvu. Tusikae tu na tukalegea, kwa sababu hata shetani huwa na wafuasi wake. Wale mashetani ambao wanataka kuvuruga nchi hii yetu ya Kenya pia hawatakosa wafuasi wao. Lakini sisi wazuri, na sisi ndio tulio wengi, lazima tuhakikishe wakati utakapofika wa kujiandikisha kupiga kura, nyinyi wanafunzi wa Kamaguti High School ambao mko hapa, mwaka wa 2027 wengi wenu mtakuwa mmetimia kupata vitambulisho vya kitaifa na kupiga kura. Nataka niwaone nyinyi wanafunzi wangapi ambao watakuwa tayari kupiga kura 2027? Karibu nyinyi nyote, si ndio? Sasa mjiandikisha kwa wengi ili tuungane pamoja na tuunganishe hizo kura zetu zote pamoja. Tuweke katika kikapu ya kuhakikisha Mheshimiwa Rais William Ruto anapata hata mwingine tena. What he is doing, we are fully behind him. We are fully supporting it. Sisi tuna support rais, tuna support yeye kuungana na kufanya kazi na Wakenya wote. Mimi nikiwa mjumbe wa ODM, rais vile alipata nafasi ya kuongoza Kenya, ashakuja Ikolomani mara pili. Hachakui nani wa chama hii, nani wa kutoka sehemu hii, yeye anahutumia Wakenya wote. Wakenya, kitu inatakiwa tujue ni kwamba kubadilisha Kenya hii, kila wakati tumekuwa tukisema Kenya na Malaysia mwaka fulani walikuwa kiuchumi wanatoshana, na Singapore walikuwa wanatoshana. What we need to ask ourselves and do is, which path did Singapore walk to where they are now? What did Malaysia do? Na ile rais anafanya saa hii, social health care, mambo ya housing, hivyo ndio inji zote zile zimeendelea zimeenda. Sisi tunataka tulipe ushuru na ushuru ufanye kazi. Tuone kazi ile ushuru inafanya. Tunaelewana? Sisi tunataka tulipe ushuru na ushuru ifanye kazi. Na ushuru iende kila mahali. Na sisi tuko tayari kutembea njia hiyo. Kama Wakenya, sisi hapa Western, munaona wote tumekuja. Na nyinyi mjue mliwekwa hapa na Mungu. Na sisi tukawekwa hapa na Mungu. You have no otherwise. You are our neighbors. On top of that, sasa nyinyi ni marafiki wakubwa. Nataka nisimame hapa nyumbani kwa rais na niseme namshukuru sana. Shauri, juzi tumepoteza mmoja wetu, mjumbe. Rais amesimama na sisi na akafunga kazi yake ya siku mzima kuja kushinda na sisi, kuonyesha urafiki ile ako naye. Mkimuona pia mumwambie we shall not forget hiyo heshima alitufanyia.